Kutana na Mnajim Kurthum. Ingia sasa katika chaneli yake ya YouTube Mnajim Kurthum na Siri za Nyota. Subscribe uweza kupata video mpya za kila siku. Karibuni sana. Karibuni katika kipindi chetu cha Unajimu wa Nyota ambacho kinaendeshwa kila Jumatatu na Alhamis katika chaneli yetu ya YouTube. Na siku ya leo nataka kuzungumzia sayari ya Jupiter au siku ya Alhamis au sayari ya Alhamis kwa wale ambao hawajui sayari ya Alhamisi au siku ya Alhamisi anatakiwa afanye nini na Alhamisi ikoje na sayari hii ina mambo gani na mambo gani ambayo unatakiwa uyafanye na yapi ambayo hutakiwi kuyafanya, na Alhamisi unaweza ukaitumiaje kwa wale ambao wananisikiliza au kunitazama katika chaneli yangu ya YouTube hivi sasa hivi. Jupiter ni sayari ya Alhamisi au ni sayari ya Mushtara ambayo ina kuwa na nguvu siku ya Alhamisi. Na sayari hii ya Jupiter au ya Mushtara iko katika mbingu ya 6. Sayari hii, malaika anayeangalia sayari hii anaitwa Israfil, na siku zenye nguvu ni siku za Alhamis. Na jini wake anayeiangalia hii sayari anaitwa Shamhuras au wengine wanamuita Kadhil Jini au jaji wa majini. Na vile vile herufi ya siku ya Alhamisi ina nguvu katika alama ya DH. Sio kwamba herufi za mwanzo za majina za DH, hapana, ni DH, kuna usiri uko hapo. Mushtara inayokamata nyota mbili, Mushtara hii au Jupiter inakamata nyota mbili ambayo ni nyota ya mshale na nyota ya samaki, na ndio maana mara nyingi tumekuwa tukiona samaki na mshale wanakuwa na rangi za bahati zinazofanana na vile vile na namba zao za bahati zinafanana pamoja na zile rangi za bahati. Na ndio maana siku nzuri ya sayari ya mshale na samaki ni siku ya Alhamisi vile vile, na rangi zao za bahati kama tulivyokwisha kuongelea ni zambarau na kahawia. Hizi ndio rangi zao kuu ambazo watu wa mshale na samaki wanatakiwa wazitumie. Na vile vile sayari hii ni nyeupe na yenye kuingia wekundu, hutembelea kila nyota katika miezi mitatu na inapopitia, na huwa inapitia katika kila sayari katika miaka 13, hii sayari ya Mushtara. Na kwa wale wanaodumu kutumia mafusho ya Mushtara au ya Jupiter wanatakiwa watumie udi na kafuru. Haya ndio mafusho yao ambao wanatakiwa watumie siku ya Alhamis saa 12 asubuhi, akishindwa saa 2 usiku, na akishindwa tena saa 7 mchana au saa 9 usiku. Na vile vile watu hawa wanaotumia mafusho haya, kwa wale wote wanaotumia mafusho ya nyota, wengi wanakuwa hawajui siku zao, na nimeona wengi wakijaribu kupiga simu kuweza kujua masaa yao ya kuweza kutumia mafusho yao. Na vile vile hii sayari unaweza ukajiongezea bahati zako kwa kupendelea kutumia haya mafusho ya udi kafur. Na vile vile siku ya Alhamis kwenye utawala wa Mushtara, siku ya Alhamis kwenye utawala wa Mushtara unaweza ukasoma dua. Kwa wale wanaopenda kusoma dua, wanaweza wakasoma dua inayoitwa ya Kabisari ya Mtaala mara 135 katika siku ya Alhamis na katika utawala wa sayari hii, yani saa 12 asubuhi unaweza ukaisoma au saa 7 mchana kwa wale ambao wanapenda kusoma dua hizi za Alhamisi. Na vile vile wanasema unaweza ukachukua mchanga ukasomea dua hii mara 135. Baada ya hapo unaweza ukamnuia adui yako, yani unaweza ukaukanyaga ule mchanga chini na ukaweza kumshinda adui yako ikiwa utausomea dua hiyo. Kwa wale ambao wanaweka kinga zao kwa kujikinga, tuseme sio kwa kumdhuru adui, kwa kujikinga we mwenyewe, unaweza ukasomea dua hii mara 135 na mchanga na ukauweka chini na ukakanyaga kwa mguu wako wa kulia ili usiweze kupata matatizo. Na vile vile sayari hii inahusika na ulaini, yani yale mambo ambayo yanatakiwa yafanyike Alhamis yanahusika na ulaini, yanahusika na swala la ukarimu, akili, elimu, serikali, urahimu, na vile vile moyo kwenda mbio au mapigo ya moyo kwenda polepole au kwenda
chini, yani tunasema shinikizo la damu la juu au la chini. Na vile vile sayari hii inahusika na uadilifu wa mwili, nguo, kuingia kwa wasomi na kuwatembelea wizara. Alhamisi ni siku nzuri sana ya safari yako inakuwa salama. Alhamisi ndio iliyoweza kubeba hata Tundu Lissu. Tundu Lissu aliweza kupata matatizo siku ya Alhamisi saa 7 mchana. Kumbuka siku ya Alhamisi ni siku ambayo ni nzuri. Na kama ni siku nzuri, ina maana inakuwa inambeba mtu kutokana na utawala wake. Kama unaweza kupata tatizo katika siku ya Alhamisi ukiwa safarini na tatizo lile likakupata, basi ujue wewe hukuwa na nguvu na sayari ile. Kwa sababu sayari ya Mushtara ni sayari ya kusafiri, ni sayari ya kusafiri salama, na ndio maana mtu akipata tatizo lazima anusurike au lazima aepukane na lile tatizo. Na sayari hii vile vile ya Alhamisi unaambiwa nenda safari salama, na vile vile kama ni mgonjwa atapona, na vile vile ni sayari ambayo ukiambiwa ina tukio baya huwezi kuliamini. Yani tukio hilo lazima liwe na almanusra, au yule mtu lazima apone hata kama ni ajali au tatizo kutokana na Mushtara. Inakuwa na nguvu kubwa ya kuweza kumsafirisha mtu, kumtoa sehemu nyingine na kumpeleka sehemu nyingine salama. Ndio maana utasikia watu wengi wanakwambia safiri siku ya Alhamisi, anzisha biashara yako siku ya Alhamisi, anzisha masomo yako au anza masomo yako siku ya Alhamisi, na vile vile anza kazi siku ya Alhamisi, au kusanyika na wakubwa na kuweza kuonana na wakubwa ikiwa una tatizo lako unataka lipate wepesi wa kutatulika, vile vile lifanye hiyo siku ya Alhamisi ili uweze kusikilizwa na kuweza kupata yale matakwa yako au yale uliokuwa unayahitaji. Na vile vile unaweza ukatunga vitabu au ukaandika vitu vyako vya muhimu siku ya Alhamisi, kwa wale watunzi wa vitabu, kwa wale wanao shoot video, kwa wale wanaofanya kitu chochote, yani kwamba kama ni wasanii, kama ni mtu anatunga nyimbo yake, anaweza akaianza kuitunga siku ya Alhamisi ili iweze kwenda mbele au kumsogeza yeye mwenyewe mbele. Sayari hii tumesema ni Jupiter na inakamata samaki na mshale. Uliyekuwa unamsikiliza katika kipindi hiki ni Mnajim Kurthum. Tutaendelea kuelezea sayari, nyota na katika chaneli yake ya YouTube Mnajim Kurthum na Siri za Nyota. Subscribe uweza kupata video mpya za kila siku. Karibuni sana.